First Thessalonians chapter 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari niko hapa nikuambie ya kwamba nahisi ya kwamba Mungu ataongea na mimi. Labda hataongea na wewe. Nahisi ya kwamba Mungu ataongea na mimi. Na ndio kusudi nimerauka. Mimi nilikuja mapema sana. Tangu asubuhi niko hapa na ngojea kesha. Bwana asifiwe. Tangu asubuhi niko hapa na ngojea kesha. Na tulipokuwa na watoto asubuhi, kumefanyika kitu ambacho hatujafanya tangu tuanze kuwa na PPI hapa kanisani. Watoto wanakuja hapa, tunakuwa na junior secondary wanatangulia, alafu primary wanakuja. Lakini leo kulikuwa na furaha ya ajabu. Junior secondary wakaniambia, pastor, masaa yetu hayajaisha, tutaendelea hata kama hao wengine wamekuja. Na wengine wakaingia, ikabidi tuwe na collabo. Sote tukawa kwa ibada moja. Bwana asifiwe. Na tulikuwa na sifa na mambo mengi yakatendeka. And we made so many declarations. And I believe tonight is the climax. We are going to make declarations ambao zitasababisha mabadiliko kwa maisha yako forever. Amen. Kama umeangalia yule aliyeandika hiyo posta, ameandika one day, asije alikuwa ameandikaje, wale wameona. Yaani matokeo ni for eternity. One day, kesha moja, lakini matokeo ni eternity. Uko hapa, Bwana asifiwe. Amen. Uko hapa umekuwa unaomba kwa ajili ya jambo fulani. Elewa neno la Mungu linasema hivi, Zaburi 90 mstari wa 4, ya kwamba Bwana asifiwe. Kwa Mungu miaka 1000 ni kama jana kuamkia leo. Bwana asifiwe. Yaani uende ikawa umeomba muda mrefu, lakini leo hii kwa kuwa hujachoka kuomba, itakuwa ni kama jana kuamkia leo, na Mungu ashakutana na waja sana. Amen. Bwana asifiwe. Petero wa pili sura ya 3 mstari wa 9, naye anasema hivi, Mungu hakawii kama vile wengine wanavyokudhania kukawia. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwake Mungu miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana asifiwe. Kama umekuwa ukiomba leo, omba. Ni kwa maana si ajabu leo ndio Mungu anatimiza hoja zako, kwa maana umekuwa ukifululiza kwa maombi. Bwana asifiwe. Habakuku akasema ya kwamba mimi nitakaa kwa zamu, nione Bwana atakavyosema kuhusiana na malalamishi yako. Bwana asifiwe. Nani amekuwa akilalamika kwa ajili ya jambo fulani? Kwani uelewi malalamishi wewe? Nani sahi ako na milioni 1 kwa mfuko? Unaona vile wananiangalia. Nani ako na 100,000 kwa mfuko? Unaona vile watu wanasikitika. Nani ako na 1,000 kwa mfuko? Sasa kuna ngapi? Sasa hiyo si jambo ambalo linakupatia hata kulalamika mbele za Mungu. Nani anahitaji pesa? Unaona vile hutaki. Nani anataka watoto wake wasome vizuri? Nani anataka kujenga shule, kanisa? Na by the way kuna mwingine ako na maono ya kujenga shule. Nani? Ni nani? Listen, we have one. Huyu mtoto nakubaliana na huyu mtoto.
kwa maana ninamjua. Huku hakuna. Bwana asifiwe. Amen. Usione naongea hivi. Usione naongea hivi. Unajua kuna mambo unaweza kuyanena kama ni kuponyoka, tuseme kuponyoka kwa kinywa chako, but there is no innocent word in the spirit. Amen. Katika ulimwengu wa roho hakuna maneno tu atilikuwa ninasema, hapana. Maneno yote katika ulimwengu wa roho yanamaanisha vile na yanaomba vile ambavyo ulikuwa unayanena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo makinika siku ya leo na uwe very alert, kwa sababu tuko katika uwepo wa Mungu na tunaenda kuomba kama vile tunavyotaka Mungu atende. Na neno la Mungu linasema matarajio ya mwenye haki hayatakatiliwa mbali. Kwa hivyo usiku wa leo na kutia moyo uwe na matarajio, kwa maana matarajio yako Mungu atatimiza kadiri ya utajiri wake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka uandae moyo wako, uwe katika hali ya kutarajia, uwe katika hali ya kutarajia, ukijua ya kwamba Mungu anajua yote, anaweza yote, yuko kila mahali, hata hapa yuko. Kisha ako na systems zake ambazo ziko mahali hapa. He has angels that are ministering even right now as we are sitting here. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maono yako yaweke sawa mbele ya Mungu. Haya ndio Mungu ninayoyataka uweze kufanya. Kwa maana maandiko yanasema hata ingawa yamekawia. Hata ingawa yamekawia ni kwa wakati. Na wakati ndio huu. Bwana asifiwe. This is the time. This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice. Ninaamini ya kwamba naongea na mtu ambaye baada ya siku ya leo, kwa maana mtu wa Mungu anakuja hapa na neno la Mungu ambalo tumekuwa tukiomba Mungu anene na sisi, neno lililo na wakati. Bwana asifiwe. Mimi niko tayari kupokea. Na wacha nikwambie ule ukweli wa Mungu. Biblia inasema wana wa Israeli walitoka nchi ya Misri kwa neno la nabii. By the word of a prophet. By the word of a prophet. I want us to believe God for whatever miracle you want. For whatever miracle you desire. Bwana asifiwe. Nimekuwa mshuhuda wa Mungu akinena mambo hata katikati ibada. Ndio kisha wakisha. Na mimi naingia na wewe waingia na tuenda sote. Bwana asifiwe. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kwa maana ni vizuri tusikie neno kabla masaa yajaenda. Because as we will continue in the service in prayer, we will be using the word of God that has been spoken as a point of reference. Tukimwambia Mungu si ni wewe umesema. Bwana asifiwe.